Nifanye nini mwanangu? Wapi basi panauma? Sema basi unaumwa wapi Safia? Jamani. Basi jikaze basi na wewe mwanangu. Safia mwanangu, pole mwanangu, pole. Basi jikaze basi na wewe mwanangu. Safia mwanangu, pole mwanangu. Pole. Pole. Pole, pole. Pole. Halo. Halo. Habari? Mbona unapokea simu aliyekuwa simu sio yako? Mimi ni msaidizi wake na mganga anaumwa. Wewe ni Mama Safia? Ndio, mimi ni Mama Safia. Safia hali yake sio nzuri, amebadilika ghafla yani. Kwani mkuu anasema usimpeleke hospitali, kumpeleka hospitali atapoteza maisha. Sasa utanisaidiaje? Kuna mganga anakuja kumtibia mkuu, akimaliza atakuja hapo. Basi mwambie aanzie huku kwanza. Jamani, ina maana tunabadilikana tena? Nitafanya nini jamani? Pole. Basi jikaze basi na wewe mwanangu. Safia mwanangu, pole mwanangu. Jikaze kidogo Safia. Jikaze mwanangu. Karibu. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Al-Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illa anta subhana fa inna kuntum minaz zalimin. La ilaha illa anta subhana fa inna kuntum minaz zalimin. La ilaha illa anta subhana fa inna kuntum minaz zalimin. La ilaha illa anta subhana fa inna kuntum minaz zalimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gila. Vipi? Vipi, umepata dawa? Dawa nimepata. Alhamdulillah. Kwa nimedondosha hizi. Umedondosha? Sababu nilipata. Naomba begi langu. Najua unajua nakoishi baba yangu, lakini sijui kwa nini hutaki kunipeleka. Naomba ushike hii dawa, peleka huko nakoishi, na yeye atakupatia dawa ya tatizo langu. Sawa.
kuna jambo la kishirikina limefanywa katika mji huu. Kwa dalili hizi ninazoziona ni dhahiri shahidi kwamba kuna mtu aliyomfanyia ubaya. Sasa basi kwa hili ambalo kwa nimeligundua hapa, hakuna dawa ya kuweza kumtibia huyo. Dawa aliondoka nayo mke wangu mkubwa, yeye alikuwa ni gwiji. Mume wangu, nimebahatisha kuoteshwa dawa hizi. Hii dawa hii, yani hii aliyofanyia ubaya, akiinywa haponi. Na hii hapa alofanyia ubaya ukimpa anapona. Kwa hiyo naomba hii hapa baki nayo. Hii hapa nitabaki nayo. Sawa kama. Sawa mume wangu. Nimekusikia na nimekuelewa. Nitaitunza. Mimi kila ninapokwenda simwamini mtu yoyote hapa ndani. Hii huwa ninaenda nayo. Hii dawa kumtibia mtu mwenye kufanyiwa ushirikina. Hii dawa haiwezi kumtibia mtu mwenye kufanya ushirikina. Sasa sijui tufanyeje mke wangu. Tafadhali, mtoto wetu ni mmoja, tumsaidie mtoto baba Safia. Sikiliza mke wangu. Tumpeleke hospitali? Hapana. Hapana tena? Hospitali. Usikubaliane nayo kabisa hospitali. Hapana vipi sasa? Tafadhali, fanya jambo lolote msaidie mtoto baba Safia. Sasa mke wangu, hapa solution ya kuifanya ni kumchukua huyu mtoto na kumpeleka hospitali. Hospitali baba Safia. Ngoja kwanza, nasikia hodi. Karibu kijana. Asante. Shikamoo mzee. Habari nyumbani? Salama salama. Hakuna kijana ameniagiza kwa mujibu wa maelezo yake awali, wewe ni mzazi wake, na ameniagiza nikuletee dawa ambayo imetoka kwa mama aliye mbali kwa kufuata upepo, na ila ameniambia kitu kimoja, nikupe hii dawa alafu na wewe utanipa dawa, ila amenisisitiza kwamba nikikuonesha tu utakumbuka. Ni hapa dawa. Ni hapa dawa. Asante mzee. Haya, lakini naomba atakapopata nafuu nakukaribisheni hapa nyumbani. Karibu. Asante sana. Mke wangu, ni maajabu. Hapa cha kufanya, chukua hii dawa, mpe huyu mtoto anywe, mazungumzo mengine tutazungumza baadaye. Ina maana hii ni dawa? Hilo sio swali la kuniuliza. Kujitahidi kidogo, inuka unywe dawa mwanangu. Inuka.
Safi, unajisikiaje sasa mwanangu? Asante Mungu wewe. Pole sana mwanangu. Mimi niko nje kwanza. Halo baba. Hey, mama shikamoo. Marahaba, ujambo mwanangu? Naendelea vizuri. Namshukuru Mungu. Nashukuru mwanangu kupata simu yako leo. Sasa nimepata taarifa za kukutana na mzee wangu. Baba. Sasa kwa mujibu wa taarifa zake anaomba na wewe uwepo siku ambayo naenda kukutana naye. Nirudi tena mjini kwa awamu ya pili? Nashukuru kwa kweli mwanangu. Mama Safia. Huyu mke wangu mkubwa aliondoka hapa nyumbani kwa mazingira ya kutatanisha. Na chanzo cha kuondoka kwake, chanzo ni wewe. Kwa hiyo basi, kutokana na haya ambayo kwa yamejitokeza huku nyuma, kiukweli nimeshindwa kuvumilia. Taraka yako hiyo. Hapana mume wangu, usifanye hivi. Naomba umsamehe. Hili mke wangu, kutokana na haya yote ambayo kwa ametufanyia, wewe bado unataka endelee kuishi kwenye mji huu? Ni sawa, unanikosea, unafanyia mabaya sana, lakini naomba umsamehe. Naye ni binadamu yule jamaa. Binadamu sizote hakamiliki. Mume wangu baba Safi. Mama Kadoa. Nadhani hakuna chenye mwanzo kikakosa kuwa na mwisho, mke mwenzangu. Niliyefanya jamani yanatosha, naomba mnisamehe. Mungu, naomba unisamehe kwa haya niliyofanyia familia hii. Jamani naomba mnisamehe. Mama Kadoa, dadangu, nisamehe. Baba Kadoa, mume wangu, naomba unisamehe. Nahitaji uniambie ni lipi ambalo kwa unakiri kwa wewe ulifanya. Ni ukweli, nilifanya mengi sana, siwezi hata kuyasema. Yaani ni mengi, mimi ni mkosefu. Mama Kadoda, mke mwenzangu, naomba unisamehe. Nisamehe mimi ni mkosefu, mke mwenzangu. Nisamehe, naomba nisamehe. Nisamehe kwa kweli, sitarudia tena. Nisamehe, niombe kwa baba Safia. Mume wako, naomba kusamehe. Anapokosea mdogo wangu ni sana, mimi pia nimekosea. Naomba unisamehe. Mume wangu, naomba unisamehe. Kwa kweli sitarudia tena, mume wangu. Nisamehe wewe. Mke wangu, mimi la kusema tena sina, kwa sababu kuna mtu kakukingia kifua, lakini chini ya hapo ilikuwa leo uondoke kwenye mji huu.
lakini bahati nzuri umepata mtu wa kukukingia kifua. Nimekusamehe mke wangu. Mama Kadonya, asante, nashukuru dada. Nashukuru sana dada yangu. Nisamehe mume wangu. Chaka udoa. Mtoto analia peke yake, akiuliza maisha ya duniani, kwa nini akose upendo wa baba?